Ndozi ngoro yakwa ingoro irameyo shirena urumwingi kwana tadamoya shirena magaraita nanye direkendo tukamuriri unitagwako wafaururako tikoro nyumita tikoro daturaga nibutetakwa kihaga kwa kege nikoro darata tukamwihoko wako unitagwako. Bwana asifiwe. Ni wasalimu asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ni asubuhi njema ambayo Mungu ametujalia na tunamshukuru Mungu kwa kutupa kibali cha kuona siku ya leo. Bila ametupa kibali tukaiona siku ya leo, tunako tumaini ya kwamba tutaishi siku ya leo. Bwana asifiwe. Tunajua kwamba usiku kucha ulikuwa na changamoto zake, wakati ambapo wachawi na waganga walikuwa wanasuguka ili wakaweze kuiba nyota zetu, wakaweze kuiba maono yetu, lakini hawakuweza, maana Mungu alikuwa ametuma malaika wake akatusigira na akatulinda usiku kucha. Hiyo ni neema ambayo Mungu ametupa na tumshukuru kwa ajili ya hayo yote ambayo ametutendea asubuhi ya leo. Bwana asidi kuwa pamoja nasi siku ya leo, maana tunajua kwamba hicho kibali ambacho ametupa ni kwa hakika akona kusudi jema juu ya maisha yetu. Na pia tunaamini ya kwamba miongoni mwa wale tulikuwa nao jana, wengine hawako, lakini siku ya leo tumejipata tukiwa hai na tukiwa wazima wa afya. Huyu ndiye Mungu tutaendelea kumtukuza. Huyu Mungu ndiye tutaendelea kumtumikia kila wakati, maana anatupenda na anatujali. Sisi ni watoto wake na tunaamini ya kwamba anatupeleka mbali, maana kuna kazi ambayo iko mbele yetu ambayo anataka tukaifanye, na wakati tutakapoikamilisha kuna uhakika ya kwamba atatupa taji kwa ajili ya kumaliza kazi yake vyema na pia kumtukuza. Bwana asifiwe. Karibuni katika ibada yetu ya asubuhi. Tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry na tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Hezekiah Dura Warwige. Tuko hapa Nairobi, Kenya, roundabout ya City Stadium katika jumba linaitwa Mang Center. Kwa hivyo karibuni wote, endeleeni kulike page yetu ya Ctv Kenya na pia kusubscribe to YouTube channel. Unapofanya hivyo, kile ambacho Mungu ametutayarishia siku ya leo utapata mugao sababu na sisi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nisaidie kutueneza hii habari njema ya Yesu Kristo katika hizi nyakati za mwisho, ambapo Roho wa Bwana anataka watu wake aweze kuwakomboa, watu wake wakaweze kupata nuru, watu wake wakaweze kumjua zaidi. Bwana asifiwe. Wacha tukaombe, tukaitisha Roho Mtakatifu wa Mungu akaweze kutuongoza katika ibada hii, na ili mwalike akaweze kutangulia kwa mambo yote ambayo tutaifanya siku ya leo. Bwana asifiwe. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru asubuhi njema, ni asante sana maana umekuwa pamoja nasi. Umetulinda usiku kucha ambao ulikuwa na changamoto zake. Tunajua wasirikina na wachawi walikuwa nasukuka Jehova ili kuiba maono yetu na kufunga nyota zetu. Baba wetu wa mbinguni, tunasema ni asante, maana hawakufaulu, maana ulikuwa pamoja nasi. Hata Jehova wezi ambao wanakujaga wakati wa usiku, Mungu, hawatukupata Mungu. Hakuna mali yetu ambayo imeibiwa. Kwa ajili Baba, umekuwa mlinzi mwema usiku kucha. Tunakushukuru Mungu asubuhi ya leo, maana umetupa kibali cha kuishi siku ya leo, kibali ambacho ni wengi walikuwa na kitamani, lakini wengine hawawapo. Wale wako Jehova, kuna wengine walio wagonjwa Jehova, wamekutana magonjwa usiku Mungu, wengine wamekutana na mambo ambayo Jehova imewafinyilia asubuhi ya leo.
lakini sisi Mungu umetupenda, umetujalia. Hakuna kitu tumekupa Jehova, ila tu ni huruma zako. Tunasema ni asante kwa haya yote ambayo umetutendea. Baba wetu wa mbinguni, tunaomba Roho wako Mtakatifu akaweze kutuongoza, Roho wako akaweze kutunenea asubuhi ya leo. Tunajua kwamba Mungu uko na mpango mwema juu ya maisha yetu na kusudi jema Jehova, kwa ajili ya kazi yako na kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu wetu wa mbinguni, tunaomba ukaweze kutuelekeza katika njia ambazo ni takatifu, njia ambazo Baba zinaambatana na mapenzi yako. Tusaidie Baba wetu wa mbinguni, tunaomba Baba ukatutie nguvu, tushike mkono Jehova, maana hii ni safari. Hii safari iko na ugumu wake, hii safari kumejaa utelezi barabara zote. Mungu, tunajua kwamba unapotushika mkono Jehova, telezi zote hazitatuweza, hatutarudi nyuma, hatutasimama mahali Jehova, hatutakuwa stagnant Jehova, maana umetushika mkono. Mungu wetu, tunaamini ya kwamba utaendelea kutushindania, utaendelea kututendea mema na utaendelea kuwa pamoja nasi. Mungu Baba, naomba ukabariki wabao wanaotutazama. Ninaomba Mungu wanapoendelea kushare na kulike page yetu ya Ctv Kenya, Mungu Baba utawajalia neema, kile ambacho Baba walikuwa natamani uwape siku ya leo. Mungu, naamini ya kwamba baada ya ibada ya asubuhi ya leo Baba utawapa. Ninaamini ya kwamba mahitaji yao ambao wanaohitaji Baba utayakutana nayo Jehova. Ninajua wale ambao hawana afya dakika hii Mungu, baada ya ibada ya asubuhi ya leo Baba watapokea uponyaji, watapokea ukombozi Mungu. Wale ambao walikuwa wamefungwa Jehova, Mungu najua baada ya hii ibada watafunguliwa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ndio maana Baba nakuomba neema yako ikaweze kusidi katika jina la Yesu Kristo. Tunajua Baba tunatembea na wewe na tunajua Baba uko pamoja nasi, na ni katika jina lako Yesu Kristo Mungu Baba tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Bwana asifiwe. Karibu. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Jenga Kahora. Nampenda Yesu asubuhi ya leo kwa ajili ya kuniokoa na kuhurumia, na pia kwa ajili ya kunipa hichi kibali na akanimwagilia mafuta kama mtumishi wake. Niko tayari kumtumikia siku zote za maisha yangu, na niko tayari kukamilisha kukamilisha ile kazi ambayo amenipa. Sitaiachia katikati, bali nitakaza mwendo ili nikaweza kuifanya hadi dakika ya mwisho na nifanikishe vile Mungu anavyonitaka. Ninaamini ya kwamba Mungu atazidi kunitumia, na ninasidi ya kwamba Mungu kupitia kwangu watu wengi watamjua huyu Mungu. Kupitia kwangu najua watu wengi wataponywa, watu wengi watawekwa huru, sio kwa ajili ya utukufu wangu, bali ni kwa utukufu wa jina lake Mungu. Bwana asifiwe. Somo ya leo tunataka tukasome katika Hosea, ni kuhusu ghadhabu ya Mungu kwa wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Ni kuhusu ghadhabu ya Mungu kwa wana wa Israeli. Ni Hosea 13 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 5. Unasema, Ephraim aliponena palikuwa na tetemeko, alijitukuza katika Israeli, lakini alipokosa katika Baali alikufa. Na sasa wanazidi kufanya dhambi, nao wamejifanyishia sanamu kwa fedha yao, naam, sanamu kwa kadiri ya akili zao zote, pia ni kazi ya mafundi. Nao hujitanja hivi, wanaume watoao dhabihu na wasiabudu ndama. Kwa sababu hiyo watakuwa kama wingu la asubuhi, na kama upande utowekao upesi, na kama makapi yaliyopeperushwa na tufani sakafuni, na kama moshi utokao katika boma. Lakini mimi Bwana Mungu wangu, tangu nchi ya Israeli, wala hutamjua Mungu mwingine ila mimi, wala zaidi ya mimi hakuna mwokozi. Mimi nilikujua katika jangwa, na katika nchi yote kiu nyingi, na kadiri ya malisho yao na kadiri ya hiyo walishiba, na moyo wao ukatununuka. Ndio sababu wamenisahau mimi. Basi nimekuwa katika siba kwao, kama chui nitaabishao jioni.
nitakutana nao kama dubu aliyenyaganywa watoto wake, nami nitawararua nyama yao, mioyo yao, na huku nitawala kama simba. Huyu mnyama mkali atawararua. Hayo ndiyo maagizo yako, Israeli, ya kuwa wewe yu kinyume changu na mimi kinyume cha msaada wako. Bwana asifiwe. Katika neno la asubuhi tunasoma na tunaelekezwa katika ile ghadhabu ambayo ya Mwenyezi Mungu iliyowapata Waisraeli. Na wakati Efraim yule mfalme aliponena, tunaona kwamba kulikuwa na tetemeko. Alijitukuza katika Israeli, lakini alipokosa katika Baali alikufa. Bwana asifiwe. Tunaona ya kwamba wakati tunapojisifu, wakati tunapoomba miungu mingine, wakati tunapojiona sisi wenyewe, wakati tunaweka Mungu kando, tunaona Efraimu wakati alijifanya hivyo, akaanza kuabudu Baali, miungu migeni, alikufa. Na wakati alipokufa, Biblia inaendelea kusema ya kwamba wana wa Israeli walisidi kunena dhambi, wakatenda dhambi, wakafanya dhambi zao, wakajitengenezea masanamu kwa fedha zao, wakatengeneza sanamu kwa kadri ya akili zao. Na pia hii kazi ilikuwa mafundi, nao walijitaja hivi na wanaume watoao dhabihu, na wakabusu hizo damu. Kwa hivyo asubuhi ya leo, angalia ni kitu gani hicho unaabudu. Angalia ni kitu gani hicho umekiweka mbele kuliko Mungu. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu unaweza kuwa unaabudu pesa, kwa wakati huu unaweza abudu mwenzako, kwa wakati huu unaweza abudu ile mali ambayo uko nayo, lakini yote kulingana na neno la Mungu, hiyo yote ni bure. Hiyo yote ambayo unayoifanya itakuja kukuangamiza. Venye Efraim alikuja kukufa wakati alipoabudu hizo miungu ya Baali, hivyo ndivyo nasi tutafanywa asubuhi ya leo. Tunajiuliza, ni nini hiki kimefanya Mungu akae mbali na sisi? Ni nini hicho kimetufanya tukue wadhaifu? Ni nini hicho kimefanya tumsahau huyu Mungu wetu ambaye alitutoa huko Misri, ambaye ametutoa katika yale maisha ambayo yalikuwa magumu, alitutoa katika yale mazingira ambayo ilikuwa tatanishi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, jiangalie njia zako, jiangalie ni kamungu gani hako unakoabudu asubuhi ya leo. Juu maana mara mingi tunaabudu miungu migeni bila kujua. Maana asubuhi ya leo unapoamuka, unaweza abudu hiyo kazi yako ambayo unaifanya. Unaweza abudu tajiri yako. Unaweza abudu hiyo pesa ambayo unayoipata. Unaweza abudu chochote tu kile kilicho karibu na wewe. Kile tu unafaa ujue. Kama unajua ama kujielewa nini unachokifanya, uangalie sana, isije ikakuletea shinda, isije ikafanya maisha yako yakuwe magumu, isije ikaletea kizazi chako huzuni na kilio. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima uhakikishe ya kwamba njia zako na matendo yako inaambatana na Mwenyezi Mungu. Weka Mungu mbele. Weka Mungu mbele katika kazi zako, katika juhudi zako, shughuli zako za kila siku. Weka Mungu mbele. Wacha Mungu akatangulie. Maana huyu Mungu anasema kwamba kile kitafanyika kwetu tunapoendelea kuabudu hizi miungu, tunapoendelea kuabudu mali ya dunia, tunapoendelea kuabudu vitu ambavyo sio Mungu. Maana huyu Mungu anasema kwamba aabudie yeye peke yake, maana yeye utukufu wake hawezi akashia na yeyote. Kwa hivyo Mungu tunajua ni mwenye wivu, bila anavyosema hakuna siku hata moja atakaye utukufu wake hata shia na yeyote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anaelezea kutuambia ya kwamba wakati tunapofanya hivyo, anasema tunapoendelea kuabudu hizi miungu, anatuambia tutakuwa kama wingu la asubuhi.
na kama umande utokao upesi. Bwana asifiwe. It's like a morning dew. Tutakuwa namna hivyo, maana tunapojua morning dew, wakati jua linapowaka linaanguka chini. Kwa hivyo ni kumaanisha hapo hakuna afadhali, hapo ni kuangamia, hapo hakuna kuponea. Bwana asifiwe. Na pia naendelea kusema kwamba tutakuwa kama mkope ambayo itapeperushwa. Kwa hivyo ni kumaanisha hakuna mahali tumejishikilia. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba anatuona, hivyo ndivyo anavyotuona wakati tunaabudu hizi miungu migeni. Hivyo ndivyo anatuona wakati tunaenenda katika njia ambazo sio dhahiri, sio kamilifu. Kwa hivyo tunapofanya hivyo, tunafanya baraka ambazo Mungu ameziweka kwa ajili yetu zinatupokonywa, zinatoka kwetu. Bwana asifiwe. Anasema pia wakati tunaabudu Mungu, kile ambacho unaweza pata pia utajipata katika ni kama moshi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapoendelea kumwomba Mwenyezi Mungu, tuhakikishe ya kwamba tunaenenda katika njia zake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Bwana asifiwe, tuendelee kumwomba huyu Mwenyezi Mungu aendelee kutujalia neema yake, maana tunajua. Haleluya. Tuendelee kumwabudu huyu Mungu, tumusifu kila wakati, maana anatupenda na pia anatujali. Kwa hivyo kila wakati tunaenenda katika njia za Mwenyezi Mungu, kwa uhakika hata tuacha kamwe, atatushikilia mkono, hatutaanguka, wala uteresi utakapotupata kwa uhakika hautatuweza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyu Mungu pia anatukumbusha yeye ndiye aliyekuwa na wana wa Israeli huko Misri. Anasema ya kwamba yeye ndiye aliyewalisha, yeye ndiye aliyetembea nao jangwani, akawashindania, akawatendea mema. Kwa hivyo tuendelee kuamini huyu Mungu, hivyo ndivyo atakavyofanya. Kwa hivyo tuhakikishe ya kwamba njia ambazo tunazozifuata ni njia za Mwenyezi Mungu. Kwa hakika tumeona ukuu wake, tumeona matendo yake ambayo ametutendea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuendelee kumwamini, tuendelee katika njia zake na njia za utakatifu, ili huyu Mungu asidi kuwa pamoja nasi, asidi kutupigania na asidi kutuelekeza katika mapenzi yake. Bwana asifiwe. Mara mingi wakati tunapoishi katika haya maisha tunakuwa na changamoto zake. Mara mingi tunamsahau Mungu mahali ametutoa, na wakati tunamsahau Mungu naye pia huanga anatusahau, anatuachilia tuangamie, lakini huwa anaachilia ile neema, tunajifahamu na tunajielewa na tunamrudia. Kwa hivyo asubuhi ya leo hakikisha ya kwamba kile ambacho ulikuwa unaabudu bila kujua, kile ambacho ulikuwa umeweka kama ni kama Mungu yako, uachane na hayo mambo. Usiabudu pesa, usiabudu mali yako, maana zote zinapita. Bwana asifiwe. Kila mtu ninajua mahali ambapo Mungu amekutoa. Wewe unajua mahali Mungu amekutoa, wewe unafahamu na unaelewa vyema mahali ambapo Mungu amekutoa. Kwa hivyo uko na ushuhuda. Kwa hivyo kupitia kile ambacho uliona Mungu akifanya, kile ambacho uliona Mungu akitenda, kifuatilie sana, maana hajasahau na sisi. Bado anatujali, bado anatupenda. Kwa hivyo tusijione ya kwamba ningali hayuko pamoja nasi, ako pamoja nasi. Kwa hivyo tusiende kutafuta miungu migeni, tusiende kuabudu miungu migeni, maana itatusababishia shida katika maisha yetu. Kwa hivyo asubuhi ya leo, amini hili neno na ukalitie moyoni mwako. Hili neno likaweza kukuongoza, hili neno likaweza kukurekebisha na kukukemea, ili njia zako zikaweze kunyooka, ili kile ambacho ulikuwa unakifanya
ambacho ni kiofu na ni kinyume ya Mwenyezi Mungu kikaweze kuondoka. Bwana asifiwe. Tunajua Mungu anatupenda, tunajua Mungu anatujali, na tunajua ule upendo ambayo anatupenda nayo ni upendo wa ajabu, maana akamtoa mwanawe wa pekee aje afe kwa ajili ya dhambi zetu, ili nikawe karibu na Baba wetu wa mbinguni, ili nikaweze kuulinzi ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo huyu Mungu ambaye ni Mungu wa kweli tuendelee kumwabudu, tusimulinganishe na Mungu yoyote, maana yeye peke yake ndiye Mungu aliye hai. Yeye ndiye Mungu mwenye nguvu, mwenye uwezo, mwenye mamlaka, mwenye aliyeumba mbingu na dunia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo tuabudu huyu Mungu wa ukweli. Matendo yetu na mienendo yetu, kuongea kwetu na kutenda kwetu, wacha tukaabudu huyu Mungu, Mungu wa ukweli. Tusiabudu kile ambacho tuko nacho, maana hizo zote zinapita, hazina nguvu na hata hazina uwezo. Kila tu uwezo wazo ni kutuweka mbali na Mwenyezi Mungu, kutuweka mbali na upendo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo, Mungu anakupenda, Mungu anakupenda zaidi, na Mungu anakujali. Kile ambacho alikuahidi na akaahidi mimi tutakipata. Bwana asifiwe. Bali tu tuendelee kumwamini, bali tuendelee kumwabudu na kumtukuza. Tutakapokuwa tunafanya hivyo, tunaamini ya kwamba hata tuachilia kamwe. Maadui wetu hawatatuangamiza, kuinukua kwetu hawataweza, maana Mungu atakuwa pamoja nasi. Kwa hivyo nawahimiza ndugu zangu na dada zangu, heri kuishi katika Mungu kuliko kuishi katika kidunia, maana tunajua dunia itapita, lakini neno la Mungu halitapita kamwe. Tusimame imara katika imani ya kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yetu. Tusimame katika imani ya kwamba Yesu anarudi mara tena, anakuja kuchukua walio wake. Kwa hivyo tukue tayari kwa lolote, tukue tayari kurudi kwa mwana kondoo. Tuendelee kumwabudu Mungu, tumwendelee kumpa sifa, ili naye aendelee kuwa pamoja nasi, ili naye aendelee kutushikilia na kututia nguvu katika hii safari. Ninajua tuko katika zile nyakati za mwisho, siko na ungumu wake, na tunaamini ya kwamba tunapotembea na Mungu, na huyu Mungu wa ukweli, Mungu hatatuacha. Bwana asifiwe. Atazidi kutusikilia. Tusikubali ghadhabu ya Mungu ikaweze kutupata. Katika Biblia tunaona ghadhabu za Mungu zile ambazo zilikuwa zinapata Wanaisraeli wakati wanaenenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Tunaona ghadhabu ambazo zilikuwa zinawapata nasi, maana tunazisoma na zinatusaidia sana nasi tujue kwamba ghadhabu za Mungu siko na uchungu wake. Kwa hivyo tusikubali kuenenda katika mienendo ambayo iliendwa na wale waliotangulia mbele yetu. Kwa hivyo tuishi katika Bwana, tuishi katika Kristo, maana kuishi kwetu na kukufa kwetu ni Kristo, na tunajua huyu Kristo atafufuka pamoja nasi. Bwana asifiwe. Ameshinda vita, ameshinda mauti. Kwa hivyo tunajua huyu Mungu ni Mungu wa ukweli, ni Mungu wako na uwezo, ni Mungu aliye na mamlaka, ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi, na huo ndio tunao mwabudu asubuhi ya leo. Kwa hivyo tamanio la moyo wangu, na pia kile naomba tamanio pia la moyo wako, ni kuabudu Mungu wa ukweli. Bwana asifiwe. Nawatakia siku njema, siku ambayo imejawa na baraka, siku ambayo kibali cha Mwenyezi Mungu kimekutangulia. Bwana asifiwe. Nyinyi ambao ni wagonjwa, Mungu akakutane na hayo magonjwa akaweza kukuondolea, maana yeye ni mwingi wa huruma, anatupenda na anatujali. Wewe ambaye huna tumaini asubuhi ya leo, unasidi utafanya nini ama utaelekea wapi? Mungu akaweza kukufungulia milango. Mungu akaweza kutuma destiny connectors ambao watakuja kukuunganisha na baraka zako ambazo Mungu amesiweka kwa ajili yako. Mungu akakutane na kile ambacho unachohitaji, akupe kibali katika biashara yako, mahali ambapo unafanya kazi, huyu Mungu akakupe kibali.
na ifikapo jioni najua utakuwa na ushuhuda, maana huyu Mungu atatenda. Maana umemwamini, umeachana na miungu migeni na umemwabudu yeye. Kwa hivyo tarajia kuna taji ambao anakupa, kuna kile ambacho ataachilia kwako siku ya leo kwa ajili ya kumwabudu yeye peke yake na kwa katika njia zake. Kwa hivyo siku ya leo iwe ni siku ya baraka na iwe ni siku ya usidi kwako na pia kwangu. Endeleeni kushare na kulike page yetu ni Ctv Kenya, na tuko hapa City Stadium chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Hezekiah, na waalika wote katika ibada ya maombi masaa ya kuanzia saa 6 ujumuike pamoja nasi, maana kupitia maombi ndio tutapatiwa nguvu mpya, ndio tutapewa ile nguvu mpya kuendelea na safari. Hapo ndipo tutapata nguvu ya kushinda uovu, hapo ndio tutapewa nguvu ya kusoga mbele, na hapo ndio tutakapewa nguvu ya kuendelea kumwabudu huyu Mungu wa kweli na kumtukuza. Kwa hivyo mjumuike pamoja nasi ibada zetu hiyo ya maombi, na ninaamini ya kwamba Mungu kuna kitu atakutendea. Ninajua kwamba kuna jambo ambalo Mungu atalisungumuza juu ya maisha yako, na ujue kwamba wakati Mungu anaposungumuza juu ya maisha yako haiwezi kabaki vile ambavyo ilivyokuwa. Kwa hivyo weke hiyo imani ya kwamba unapojumuika pamoja nasi mahali popote utakapokuwa unatutazama, ujue ya kwamba tayari umeshajiunganisha na kile ambacho Mungu ataachilia kwetu, hata wewe utakipokea kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bwana wabariki na watendee mema. Wacha tukashukuru na ili tukaweza kutabiria siku ya leo. Bwana asifiwe. Baba wetu wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya hili neno Baba ya kinywani mwangu, hili neno ambalo Baba lina nguvu na lina uwezo Jehova, maana mara mingi Baba tunasahau ghadhabu zako. Ni asante Mungu kwa kutukumbusha asubuhi ya leo zile ghadhabu zako ambazo sinaweza tupata Jehova, tukiendelea kuabudu miungu migeni, tukiendelea kujitawala, tukiendelea kujiongoza. Kwa uhakika Mungu umetuelezea kile ambacho kitatupata. Tusaidie siku ya leo Baba. Ni asante Mungu wetu, maana uko na lengo jema juu ya maisha yetu. Tunaamini ya kwamba Mungu uko na kitu ambacho unayetaka kuweka ndani yetu. Tunaamini ya kwamba Baba kuna mahali tunaelekea. Baba ni asante kwa hili neno, kwa maana hili neno lina nguvu, hili neno limetufungua, hili neno limetupa tumaini ya kwamba Baba vitu vyote ambavyo tumesijenga sisi wenyewe Jehova, vitu vyetu ambavyo tunazozitayarisha na kusirebeza tukasifanya miungu, Baba umetufunza ya kwamba hizo zitapita tu, na hizi zitatufanya tukaangamie, hizi zitafanya maisha yetu ya kuwe magumu, na hizi zitafanya upendo wako Mungu ukaondoke ndani yetu. Ni asante Mungu kwa kutupa huo ujumbe Baba. Tunaamini ya kwamba tumerekebika, tunaamini ya kwamba umeshatukemea Mungu, na tunajua kwamba tuko katika ile njia ambayo inastahili. Baba wetu wa mbinguni, tubariki na utuinue. Wale ambao wako na mahitaji tofauti, Mungu wetu ukaweze kukutana na mahitaji yao. Wale ambao afya yao imedhoofika, Mungu ukawape nguvu mpya, ukaondoe magonjwa yote, maumivu yote ambayo inaouma Jehova, na nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Kile ambacho Shetani alikuwa ametoa ndani ya maisha yao Baba, tunakirejesha asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Wacha furaha yako Mungu ikawe ndani ya watu wako Baba, wakaweze kufurahia siku yao Jehova, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naamini Mungu watu wako wataendelea kukuomba, wataendelea kukuabudu, maana wewe ndio Mungu wa ukweli. Wewe peke yake ndiye Mungu ambao unaostahili kuabudiwa na kuheshimiwa. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Baba tusaidie na utuwezeshe Baba, na ukaendelea kutujalia hii neema Jehova, ili tukasidi kueneza hii habari njema. Umetuita Mungu, nasi Baba tuko tayari kukufanyia kazi. Tuko tayari Baba kuelekezwa na Roho wako Mtakatifu. Baba tusaidie, fungua macho na pia masikio yetu ya kiroho, ili tukaone na tukasikie sauti zako. Ni asante Mungu, na ukatupe ile hekima tukaweze kutoa tofautisha sauti yako na sauti ya Shetani. Baba wetu tujalie hii neema katika jina Yesu Kristo. Endelea Baba kututendea
endelea kutupigania, endelea Baba kutuelekeza, na ni katika jina lako Yesu Kristo Mungu Baba tunaomba na hata kuamini, tuseme amen and amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Have a lovely day and may God bless you. Thank you.